Karibu Elimu kwa Jamii. Video iliyopita tulizungumzia kuhusu njia za kutatua matumizi mabaya ya fedha. Kama ulikuwa ni mtumiaji mbaya wa fedha, nafikiri video ile ilikusaidia sana, na pia kama ndio umejiunga nasi katika Elimu kwa Jamii, usisahau kuona hiyo video, kwa sababu ni video ambayo inakusaidia wewe kama ni mtumiaji mbaya wa fedha, inaweza kukusaidia kutatua matatizo. Lakini katika video hii tutaenda kuzungumzia namna ya kuwa na nidhamu ya fedha, au unaweza gani kufanikiwa katika elimu ya fedha. Unaweza kufanikiwaje katika elimu ya fedha, au kuwa na nidhamu katika elimu ya fedha? Ni kuwa na ratiba ya matumizi ya fedha. Kwanza natakiwa uwe na ratiba ya matumizi ya fedha. Hii inaweza kukusaidia kuwa na nidhamu ya fedha. Kimfano, umejiwekea ratiba yako matumizi, kwamba wiki hii nitanunua kiatu, wiki inayofuata nitanunua soksi, wiki inayofuata nitanunua suruali. Kwamba ina maana unapoweka uko na matumizi, unakuwa na ratiba ya matumizi, hii inaweza kukusaidia wewe kuepuka matumizi yasiyo lazima, matumizi ambayo hujawekea yako kwenye ratiba yako. Kwamba unapowekea unajua kabisa wiki hii ni 1 2 3 nitafanya, wiki inayofuata ni hichi. Kwa hiyo umeshajiwekea matumizi yako na umeshajiwekea ratiba matumizi. Kwa hiyo unaweza kuwa na nidhamu ya fedha namna hiyo, na unaweza ukafanikiwa kifedha zaidi. Kitu kingine ni kujiwekea akiba kila mwezi bila kushindwa. Hakikisha ukitaka kuwa na nidhamu ya fedha au kufanikiwa katika masuala ya elimu ya fedha, hakikisha unajiwekea akiba kila mwezi, angalau bila kushindwa. Ni bora ujinyime, lakini hata angalau ujiwekee akiba kila mwezi, unaweza ukafanikiwa katika eneo la fedha. Namna nyingine ya kuwa na nidhamu ya fedha ni kujizuia kununua kwa tamaa. Si umepita umeona cheni nzuri ukanunua, si umepita ukaona hereni nzuri ukanunua. Hapana, unapojizuia kununua matumizi kwa tamaa, au kununua vitu kwa tamaa, hii inaweza kukusaidia wewe kuwa na nidhamu katika fedha, kwa sababu hujajiwekea kununua hichi. Usinunue kwa sababu hakiko kwenye ratiba yako, hakiko kwenye matumizi yako. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kwamba nitaga ni buying, kununua kila kitu unachokihitaji, inaweza kuondoa katika nidhamu ya fedha. Kitu kingine, fuata bajeti na uchukue hatua unapoikosea. Kwamba ulipanga utanunua 1 2 3 katika bajeti yako, kwa hiyo ukaona umeivunja, hakikisha unairekebisha. Kama umezidisha matumizi, umetumia shilingi 20,000 na ulikuwa na mpango wa kutumia 10,000, kwa hakikisha unailipa. Unapoikosea itatue, chukua hatua kwa haraka zaidi ili kuitatua, ili kuweka nidhamu ya fedha. Kuwa na ratiba, kwa sababu fedha inamtafuta mtu, watu watafuti fedha. Elimu ya fedha siku zote, pesa haitafutwi, pesa inatafuta mtu kulingana na kile kitu ambacho unacho. Kwa pesa inatafuta mtu, si mtu anaitafuta pesa. Namna nyingine ya kutatua au kuwa na nidhamu ya fedha ni kujifunza kusubiri na kupanga kabla ya kufanya manunuzi makubwa. Jifunze kusubiri, si kila kitu kwa haraka umekiona unanunua. Hapana, angalia, je, kiko kwenye ratiba? Umekipanga? Umefanya kufanya matumizi makubwa, kununua viwanja au kununua nyumba? Unaangalia yale matumizi makubwa ambayo hayako kwenye ratiba yako. Je, jifunze kwanza kusubiri. Panga bana, 1 2 3 nitakifanyia, 2 nitakifanyia, 2 nitakununua. Lakini kila kitu ukitaka kununua kwa wakati, ina maana kuwa unaweza kufeli. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa katika elimu ya fedha, hakikisha unajifunza kuwa na subira na kupanga kila kitu ambacho unataka kununua. Pia usisahau kutufollow katika YouTube, kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa elimu zaidi. Pia usikose part 2 ya elimu ya fedha.